Semaji vipi? Bana safi kabisa. Uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Hali ya hewa ya Singida inapuliza baba. Tunaiacha. Ila kuna muda nilikuwa sisikii baridi. Muda gani? 2-1 kwenda mwishoni. Pressure pale ilikuwa pressure ya hali ya juu. Baada ya kupungua red card ya Anthony Mligo ikatupunguzia nguvu kidogo na ikalazimu timu nzima kurudi. Nakumbuka aliyetolewa ni mlinzi wa kushoto, maana yake inabidi mipango yote sasa iparaganyike hapo. Uzuri ni kwamba mwalimu aliweza kuziba lile gap la Anthony Mligo na hatimaye tukafanikiwa ku maintain dakika zilizobaki kuwa pungufu na kuondoka na ushindi hii leo. Kazi nzuri ya Chilambo. Ya Nathaniel Chilambo, huyu bwana mdogo amekuja na maajabu mengi sana, na nitapata muda wa kwenda kuuliza benchi la ufundi anatumikaje kwa sababu sijaelewa. Amekuchanganya Nathaniel Chilambo ni namba 2. Lakini muda mwingine alikuwa anakuja katikati. Kagoma anachukua mali, anachekecha, anarudi tena upande wake, anakwenda kusaidiana na Anise Oura. Sasa imenichanganya. Ndio format yake kwamba adumbukie katikati, achukue mali, aondoke, ama tu yeye mwenyewe anajiongeza. Ni maelekezo ya technical bench. Kikweli nimeshindwa kujua kwa uelewa wangu wote wa mpira wa miguu, lakini ninachoweza kusema ni kwamba miongoni mwa sajili bora ambao tumeifanya msimu huu, ukitoa Ibrahim Dumbia, sajili nyingine bora ambao tumeifanya msimu huu ni pamoja na usajili wa Nathaniel Chilambo, mtemi huyu kutoka Songea. Uwezo wake ni wa hali ya juu mno. Anakaba, anashambulia, anapokuwa na mpira unakuwa huna mashaka. Hata mpinzani akitangulia na mpira alafu Chilambo anakuja nyuma, unakuwa huna mashaka. Unajua tu atafika, atarecover, atachukua mali, ataokoa na ataiweka timu salama. Mimi nakupa task, uende kaongea na Steve Becker uje uniambie. Twende kwenye mchezo wenyewe. Mchezo umeuonaje? Mechi ilikuwa nzuri na ilikuwa ngumu, na tulifahamu ugumu wa mchezo huu. Tulisema jana ukiachilia mbali the other factors, lakini ukweli ni kwamba Singida wanayo timu nzuri ya kuweza kutoa ushindani. Ukiangalia mchezaji mmoja, ukiangalia timu kwa ujumla, wana uwezo bora sana wa kutoa ushindani mkubwa kwenye mechi kubwa. Wana wachezaji very mature, wana wachezaji wenye uwezo wa kushindana, wana wachezaji wenye uwezo wa kupambana kwa dakika 90. Tulistudy Singida, tukafahamu strength yao, tukafahamu na udhaifu wao, tukasema twendeni tukaweke mali chini, twendeni tukacheze nao. Tukatumia madhaifu yao kuweza kupata magoli ambao tumeyapata, na kusema kweli tuwapongeze wachezaji wetu kupata ushindi kwenye mechi yenye pressure kubwa kama hii, kucheza mechi kwenye mazingira kama hayo. Inahitaji utulivu wa akili, inahitaji utimamu kweli wa kimwili, na vyote hivyo viliweza kufanyika. Tulikuwa very determined, tulikuwa very focused, na tulikuwa tunamsaka Singida kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Yote kwa yote, mwalimu Steve Becker anastahili pongezi kubwa sana. Namna ambavyo anaitengeneza timu yake. Hii leo ungetegemea Singida ulitegemea Singida angeweza kutawala eneo la katikati, kwa sababu walikuwa na viungo wengi. Niwataje viungo wa Singida? Niwataje, lakini walikuwa na viungo wengi kwenye eneo la katikati, tena wenye uwezo wa kukaba na kushambulia. Sisi tukawa na Neo Maema pamoja na Mwamba Lusaka kwa juu hivyo. Muona bana lakini pamoja na kwamba hawa si wakabaji halisi, lakini wakafanikiwa kuwadhibiti viungo wote wa Singida ambao walikuwa wamejaa pale katikati. Na ni kwa nini? Kwa kutumia akili. Wenyewe wamejaza nguvu, sisi tumejaza akili. Yuko Mwamba Lusaka, yuko Neo Maema. Hao ni mascientists wa football. Hao ni wataalamu wa kupembua na kuyakinisha kitu gani wafanye. Akiwa na mpira Neo Maema anajua sehemu gani apitishe ambapo watu wote hawaoni. Chama akishika mali kwenye eneo la katikati anajua wapi apeleke mpira. Kwa hiyo nguvu
ikashindwa na akili ikaamua mechi ya leo. Katikati pale tukawafanya mpaka yule mmoja akaomba poa akatolewa kipindi cha kwanza. Alikaa chini mwenyewe namna hii kama anasubiri uji wa Ramadhani wa pilipili manga. Mwenyewe tu akaomba sababu nikale yule tayari ameshataga. Huwezi kucheza na ma technician alafu ukamaliza dakika 90. Kwa hiyo mwalimu Steven Becker apewe maua yake kwa kuweza kutumia wachezaji wasio na asili ya kukaba, lakini wakaweza kukaba na kushambulia na timu ikapata matokeo mazuri. Yote kwa yote tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameifanya. Haikuwa mechi nyepesi hata kidogo, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kampeni yetu ya kuchukua alama 9 kwenye mechi za away ametusaidia, tumepata zote alama 9 na magoli 6. Tunarejea nyumbani Dar es Salaam kibabe kweli kweli. Utulivu wa Clatous Chota Chama katika lile goli lake. Mwaka jana Chama alianzia hapa kuzikusanya zile tuzo 5 mfululizo, okay. Na mwaka huu ameanza sasa. Amechukua tuzo leo Ndio mchezaji bora wale. Wewe. Hapa Chama sana pajua. Chama shakujaga hapa. Alipiga tu shwa. Ako naye siwezi kukaa. Siwezi kukaa. Sehemu kukoporini. Majengaje uwanja huko? Tutamuuliza masana. Amna internet yani vululu. Tutapiga. Chama kona kwa kweli kwa watu. Semaji mchezo wa 3 mfululizo tunamaliza tukiwa pungufu. Inaumiza. Inaumiza, sio rekodi nzuri hata kidogo. Ya kuweza kuizungumzia hasa kadi ya leo. Zile mbili za mwanzo tungeweza kubeba lawama sisi wenyewe Simba Sports Club, kwa sababu makosa yaliyofanyika tulizungumza yalikuwa ni non football oriented kind of mistake. Kosa la leo huwezi kumlaumu Anthony Mligo hata kidogo. Amefanya kazi yake ya kwenda kupokonya mali, teknolojia ikaja ikamhukumu. Tunampa pole Anthony Mligo katika mechi ambayo ameshine vizuri, amecheza vizuri, alafu anakuja kupata doa la kadi nyekundu. Ni pigo, lakini hakuna namna, tunaipokea, tunasonga mbele. Kumkosa Anthony Mligo kwenye mechi 3 zinazokuja ni 3 ni mbili. Yapiga. Okay, ni mbili. Okay, sawa. Kwa hiyo ni pigo kubwa, maana yake anakosa mechi dhidi ya Coast na mechi dhidi ya Geita Gold. Mechi zinazokuja nyingine atakuwa sehemu ya mchezo. Yote kwa yote ni kwamba tunaendelea kuimarika, tunaendelea kuwa bora na kuepuka yale ambayo yanaweza yakatudhuru kwa namna moja ama nyingine. Mashabiki wa Singida walikuwa outstanding kama walivyosema, timu yao ni Simba sio Singida. Alijamzungumzia Libase Gay kaendelea na assist ya 5 hii. Ya 4. Ile ya siku zile ilikuwa ni faulu ambayo goalkeeper alitema. Kwa ni 4. Awe hesabu 4, mimi ni hesabu 5. Sawa. Hii nchi huru. Libase Gay assist 5. Haijawahi kutokea kwenye mpira wetu consistency ya namna hiyo, na mimi nampenda sana Libase Gay. Safari hii amekuwa na mentality ya timu, yani akifika kwenye sehemu ambayo anatakiwa afanye maamuzi sahihi ya kutoa pasi, anafanya hivyo. Na hata namna ambavyo anacheza unamwona kabisa hana shauku ya kufunga, ana shauku ya kuisaidia timu. Libase amekuwa ni star mkubwa sana, na hana goli mpaka sasa, lakini ndiyo top performer kwenye ligi ya Tanzania msimu huu, kwa sababu amekuwa kinara wa kuisaidia timu yake. Tumefunga magoli 6 mpaka sasa, magoli 5 amehusika moja kwa moja Libase Gay. Huyu sio mchezaji wa kawaida, ni mchezaji ambaye ameibeba Simba kwenye migongo yake, ni mchezaji ambaye ameamua kuonesha makucha yake, ni mchezaji ambaye ameamua kuonesha ubora wake, na hapo bado. Yani kama unafikiri Libase Gay ndo kiwango chake hicho, Libase hapo bado hajaonesha kiwango chake. Na mimi niwaambie timu ya taifa ya Senegal, mfuatilieni huyu kijana. Wanamkosa mtu kama yeye.
Mambo ya kungangania wakina nani sijui huko sijui kwa sababu sio wanacheza sijui maulaya manini, matokeo yake World Cup mapema tu mnatolewa, mnaacha mali huku ambayo inakuja kuwasaidia kwa sababu tu wanacheza Tanzania, itaendelea kwa cost. Niwaambie wakina Sadio Mane, kama wanataka mafanikio ya kweli kwenye timu ya taifa yao la Senegal, mali hapa itaenda kuwasaidia pakubwa mno. Ana uwezo wa kufanya kila kitu kwa ufasaha na ubora wa hali ya juu. Uzuri wa Sadio Mane tunazungumza naye. Nazungumza naye japo siku hizi tangu amehamia Saudi Arabia hapokei na simu. Labda alivyoenda Doha hukumtafuta. Alituingizaga chaka kwa nani yule? Sawa. Mashabiki wa Singida wamekuwa na shauku kubwa leo jukwani, wamehanikiza kwa uzuri kabisa. Kiukweli tunawashukuru mashabiki wa Singida kwa kuiunga mkono timu yao kwa kazi nzuri ambayo wamefanya katika siku ya leo. Wito wetu ama maagizo yetu waliyasikia, achaneni na Singida, sio timu ya mkoa wenu. Sherekea ama ipambanie timu yako ya furaha, kwa sababu ukijifanya timu ya mkoa, ukishapata matokeo hasi, wale wenye timu yao sasa wanawatenga nyinyi, wanaanza kuwazodoa. Sasa usikubali kuingia kwenye mtego kama huo. Pambana, simama na Simba yako. Na leo hapa kama walioona shabiki wa Singida basi hazidi mmoja, ni Masanza tu labda na mpenzi wake, lakini walobaki wote walikuwa mashabiki wa Simba Sports Club. Kwa hiyo watu wa Singida wamefanya kazi yao kikamilifu. Tumeondoka na alama 3, kazi imekwisha mikoani, tunarejea Dar es Salaam. Alama 9, kanda ya Ziwa 6, katikati 3, nini kinafuata? Baada ya leo timu inarejea Dar es Salaam. Tutapumzika kidogo kwa siku moja. Tunarejea siku ya Jumanne kama sikosei, tunarejea tena uwanjani kwa ajili ya kuanza programu ya maandalizi kuelekea mechi yetu dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union. Wagosi wa Kaya sio mwepesi, pamoja na kupoteza mechi 2 mtawalia, lakini sio mwepesi. Ni mechi ngumu ambayo tunapaswa kujiandaa vilivyo kwenda kupata matokeo katika